Kama kawaida ikifika hii awamu huwa tunapiga story ambazo zinakuhusu wewe kama Mkenya kawaida. Kweli kabisa. Masuala muhimu sana. Na leo tumepata nafasi ya kukaa na waziri wa elimu hapa Kilifi County na ICT Professor Felkin Kaingu. Kuna mengi tu yanafanyika katika kaunti ya Kilifi katika idara ama sekta ya elimu, msikilizaji. Ikiwemo changamoto wanazopitia wanafunzi wetu, ni swala ambalo ni lazima tuweze kujua hatima yake. Wazazi wanafaa kujua shughuli za wanafunzi ambao wapo katika kaunti ya Kilifi ziko namna gani, na maswali na majibu kama haya yanaweza kupatikana tu endapo utaweza kukaa kikao na meza moja na waziri husika. Niposa leo hii asubuhi ya leo, msikilizaji, hapa Coco FM tuna fursa ya kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na waziri ni Falcon. Hiyo jina Felkin. Unajana jina ngumu, Kaingu. Aweze kutufungulia mawili matatu kuhusiana na masuala elimu, especially county ya Kilifi. Tutakuwa tunachukua maoni yako baada ya mazungumzo haya, tutakuwa tunachukua simu zako baada ya interview hii. Kwa hivyo weza kusikiliza vizuri zaidi, and then baada ya mazungumzo tuweze kufungulia line zetu za simu, utuweze kufungulia SMS line yetu. Pia katika mitandao ya kijamii ukifuatilia unaweza kuweka kauli yako pale. Kumbuka ni mazungumzo ya moja kwa moja, na pia unaweza kufuatilia katika mitandao ya Facebook na YouTube na website ambapo shughuli na interview hii pia ipo live. Habari ya asubuhi popote pale ulipo, karibu sana. Hii ni Coco asubuhi na niko na mgeni wetu leo. Tumemtafuta kwa muda mrefu, lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu amekubali. Amekubali mtu wetu, na sio mwingine, tuko na Professor Felkin Kaingu. Karibu sana. Asante sana. Over the years tumesikia kwamba county ya Kilifi, we've not seen a lot of activities katika department ya education. Kuna vitu gani ambavyo mnafanya venye sisi kama watu wa Kilifi labda hatuvioni, ama ni vile hatujahusishwa sana labda kuviona vikiendelea? Santuri, kusema kweli Kilifi tumefanya mambo mengi sana juu ya hii docket education. Ndio nyinyi mmekuja leo, lakini kama Kilifi County tumekuwa na miradi mingi kutoka 2022. Kitu ya kwanza tumekuwa na mambo ya kutoa fees za scholarships na bursary kwa wanafunzi. Mnajua 2022-2023 tuliona ya kwamba wale wanafunzi ambao tuko nao hapa Kilifi County wengi wanaenda shule za kitaifa, na kulikuwa kuko na dropout rate ya juu sana because some of the national schools kuko na fees ambazo ziko juu kushinda hizo shule zingine zote. So tukapitisha sheria ya kwamba wale vijana wote ambao wanaenda national schools tutawalipia karo wote. So tukifikia saa hii tuko na wanafunzi 2200 wako kwa shule za kitaifa na tunawalipia karo. And the program ama kulingana na ile sheria, the World Scholarship Fund, ni kwamba hawa vijana tutawalipia mpaka waende university. Hii shida tunataka kuona ya kwamba wale vijana wetu ambao tuko na who are very bright tunawakushon na mambo ya kurudishwa nyumbani, na mimi najua baada ya kwamba wamemaliza form 4 hawa vijana wataenda university wote. So Kilifi County tunataka tuwe a hub of manpower. Tuwe na vijana wale ambao tutakisha kwamba wamesoma vizuri, wamepita mitihani. Kitu ya pili, kuna feeding program ECD centers zote Kilifi County. Ndio nimesema Santuri vitu vingi hujui, manake wewe unakaa kwa air conditioner unaona vizuri huko hewa, sisi tuko nyanjani. So we are running programs that are very serious in nature. Kitu ya pili, mambo ya uji. We are feeding 60,000 ECD children in Kilifi County. Tumeweka bajeti na 100 million per year. This has been the budget. Per year? Yes, per year. So hawa vijana wote tunapatia fortified porridge, wanakunywa uji na wanasoma vizuri. Kitu kingine ambao pia tumefanya, tumeweka facilities nyingi. Tukiangalia ECD centers zetu zile ambazo tulikuwa nazo, kulikuwa kuko na shida ya furniture. So unakuta we have invested a lot of money in furniture katika ECD centers. Tukiangalia saa hii tuko na the digital learning program kwa ECD centers tena. Wale vijana wote ambao tuko nao kwa shule za chekechea PP1 na PP2 tunao provide na tablets. Hivi
ECD zote tablets ama bado no tumeshagawanya sasa tumefikisha around 1000 tume distribute 1000 yes, but we are still giving out more tuhakisha kwamba is there any school maybe in particular ziko nyingi tukienda Kilifi primary hapa Kiwandani primary ziko nyingi. I'll just provide you with the list so that you don't do guesswork, but there are so many schools. Shule zetu ziko 812 so tunataka hizi shule zote tuhakikisha kwamba kuko na tablet ili vijana wetu wao watasoma, they'll become a digital server at a very young age. Na hiyo ndio kitu ambacho tunafanya kama serikali. This is a serious program because kule tunakoenda mambo ya kutumia kompyuta ni lazima. Yes. Sasa hii tuko na system ya CBC. CBC ni kumaanisha kwamba vijana wetu wawe wabunifu, wawe ni vijana ambao wanaweza fikiria na kujitegemea. So here we are as a county government. Tutakisha kwamba shule zote za chekechea tuko na tablet ama zile tarakilishi ili kila kijana awe anajifundisha kutumia hizo tarakilishi at that age of 4 years, 5 years, 6 years na kwenda mbele. So we have digital skilling. Okay. Kitu kingine ni mambo ya capitation to ECD centers. Tulipitisha sheria, tumeweka kwa budget wale vijana wote ambao wako shule za chekechea, kila mwanafunzi tutamlipia karo ili wazazi wao hili jukumu. So ECD ni free kote. Yes, we are going to pay fees. We have already put the budget this financial year, this term. Oh, this financial year. Kila mwanafunzi tutamlipia 900 shillings kuhakikisha kwamba wanasoma na ile shida ya kupelekwa nyumbani kila wakati kuambiwa lete 200 lete 100, hiyo tunataka tumalizane nayo. Profesa, ukizungumzia kuhusu shule kwamba zimeprovidiwa na furniture, zimetengenezwa vizuri, shule kama Kaoyeni kule Magarini imekuwa na issue ya infrastructure. Yes. Would you say mmejaribu at what percentage kama county kwa infrastructure kwa zile shule ambazo mnafaa kuzisimamia nyinyi kama county? Santuri, sikiza mimi nitakwambia kitu kimoja hapa. Unajua wakati mwingine kumekuwa na shida za wanasiasa kuingiza siasa katika development. Yes. Sisi tukiangalia hata zile shule zile tuko nazo, shule za chekechea zile ambazo zimepigwa picha watu wanasema hapa hakuna nini. Kitu ambao kiko ni kwamba we gave out funds, we allocated monies, zile shule zile zitajengwa, lakini contractors wetu wale ambao wengi tumewapatia kazi zile kazi wamezembea na zimekuwa stalled projects. Na saa hii as a department, mimi kama waziri nilisema hatufanyi mradi mpya. Zile projects ambazo ziliwachwa from 2014, 2013, tumeziweka zote kwa budget, hata kwa supplementary budget saa hii. Tukiangalia ni kwamba ile miradi ambayo haikufanyika kitambo na pesa zilitolewa. Yes, na pesa zilitolewa. Tumerudisha hiyo pesa, na tukiangalia budget ya next financial year 2025-2026, pesa tumeweka, ile miradi yote tutaimaliza kabla hatujafanya miradi mpya. Kama contractor hajafanya kazi, what action does the county take? Sheria ni kwamba kama contractor hajafanya kazi, kuna time frame ile ambayo tunampatia notice of termination. Okay. So tuna terminate, halafu tuna retender, halafu hiyo kazi iendelee. Na hiyo ndio tumekuwa na shida nayo. Watu wetu tumesema tuwasaidie wafanye kazi. Okay. But wengi ni wale wanafanya certificate ya kwanza, kama kuchimba trench hiyo mtaro yatakulipwa, huku pesa bado hazijafika. Kuna wengine wametengeneza slab yatakulipwa, huku pesa hazijafika. So unakuta tumekuwa na shida ya contractors wetu kidogo, but devolution pia nao tulileta kusaidia hawa watu wadogo. So tukasema badala ya kuendelea na miradi mpya, wacha turudie zile za kitambo mpaka tuzimalize, ndio tutafanya miradi mpya. We have invested a lot in infrastructure in these centers. Okay. Lakini shida ambayo tumekuwa nao ni hiyo, na mimi nimekuelezea zile miradi zote za Kaoyeni watu wanapiga picha wanaweka kwa mitandao. Mimi hiyo huwa ninasema ni siasa. Ama professional administrator, ama professional teacher. Nimefundisha, ninajua hiyo shida ziko wapi na tutazisuluhisha kivipi. Would you say kwamba sisi kama watu wa Kilifi, maana nitazungumza kuhusu Kilifi. Yes. Watu wa Kilifi hatujapewa information ya kutosha, that's why tunasema county especially kwa departments hazifanyi kazi. Hiyo ni kusema kweli.
ndio tunakuta sahi tuko na government spokesman. The governor came up with a spokesman for this government. There is a spokesman for this government. Yes. Tulimweka pale ili sasa kusambaza habari zote za county. Kitu ya pili, sahi tunatengeneza hii tunaita there's a wall we are trying to do tunaita let me just remember the name but there's a digital wall tunatengeneza sahi all information ya serikali tutakuwa tunaweka pale and the screens ambazo sahi tunatafuta kununua tumeshatenda the screens we shall put hapa hapa Shell. Kuna wengine tutaweka Malindi, kuna wengine tutaweka Shimolatewa. Hizo screens zitakuwa zina display what the government is doing. So watu wote wale ambao wako Kilifi watakuwa na that access, because shida ambayo tumekuwa nao hapa ni kwamba kazi zinafanyika, lakini sasa kueneza habari ndio tumekuwa kidogo na changamoto. But ninakwambia saa hii kuko na LED screens ambazo tutaziweka in different points kwenye hii Kilifi County. Watu wataona on really time what is basically happening in this county government. So tusikue na shida na sisi kama serikali tena. Mnajua nyinyi watu wa habari mmekuwa na kiburi pia. Mnatuangalia sisi kama mbele ni watu wa kuficha habari. Kwa X watu walikuwa wanazungumzia juu ya madeni ya serikali. People don't understand why this county government is indebted. Sijui mnajua pesa hazilipwi vizuri, sijui kuna shida gani. Watu hawaelewi serikali vile iko. So madeni it is good watu wao watapata habari sahihi kutoka kwa relevant people, lakini unaona nyinyi waandishi wa habari you are taking sides. Wanasiasa nao wanachukua side, watu wengine wanachukua side. Get the right information from the right people. Yes Leo, I have been here for the past 3 years. Have you been available? I have been available. Okay. I have been available. I personally have been available to everybody. Let me tell you the truth. I've been to almost all the radio stations in Coast. Okay. Nimekuwa Baraka, nimekuwa wapi, Musenangu, nimekuwa wapi. You should have come to me and ask me all these questions. Ningekuwa nimekujibu na mungekuwa na habari sahihi. Kuna watu wanakuja pale kwa radio station yenu wanaanza kusema serikali haijafanya chochote. Niliona kuna watu pale walikuja pale kama mheshimiwa Peru. Alikuja pale hata anasema mimi sijaona chochote kimefanywa hii wakati wa Mngaro. Sijui hizi project ni za wakati wa King. You see, a government exists in perpetuity. Serikali is a going concern. Huwasema ati sisi leo hii tukitoka, then those other people who are coming will do things different. This is a going concern. What is happening today will actually be continued for the next 20 or even 30 years. Yes. As long as the government exists. Lakini watu wanasema ati hawa sijui vitu vilikuwa planned kitambo. Planning is continuous in nature. So mimi kitu ambacho ninataka kuambia. So is it true that most of the projects that are being actualized now planning was done during... Let me tell you this. Muelewe serikali vile iko. Nimewaambia serikali ni kama kampuni. A government is a separate legal entity. That is why you can take it to court. It can also take you to court. So what we are basically saying, zile vitu zote zinafanyika kwa serikali. Zingine zilikuwa planned kitambo. But as long as wananchi wanasema hii ndio tunataka, because sisi tunasikiza wananchi vile wanataka. Sio sisi vile tunataka. You can go for public participation today. Watu wanakuambia hii ndio kitu tunataka. Kesho waende wanakuambia saa hii kuko na vitu vingi ganzo. Watu wanakuambia hatuna maji. You cannot run away from the water problem. You must sort it out before you do something else. Lakini watu wanakuambia ati hizi vitu sijui zilipangwa kitambo. Those are people who are not intelligent. Yeah. Let us deal with people who are sharp. This is why I'm here today, to shed light on almost all these problems. Ambazo mnapitia sasa hivi nyinyi kama county. Yes. Ni kama gani ambazo mngetaka labda wananchi, maana kuna community responsibility, there's the government responsibility, and then there's the media responsibility. Yes. Changamoto gani mnapitia sasa hivi zenye mngetaka msaada kutoka kwa jamii na pia katika vyombo vya habari? Kitu ya kwanza, changamoto ambayo tunapata ni kwamba tunataka wananchi watuelewe ya kwamba tuko na budgetary constraints as a government. Okay. One, kuko na budget cuts from the national government. This is something you know. Yes. Santuri. Yes. If there's anything happening at the national government, it spirals down to the counties. To the county government. In the year 2024, which we are now 2025, tulifanywa budget cut ya 600 million. Okay. Meaning now
Zile pesa tulizibudgetia, tuliziweka katika budget. Kuna miradi ya milioni 600 which cannot be implemented. Or you can implement them, yabaki kama nini? Pending bill. Kitu ya pili, tukiangalia kuna mambo grants. Grants zile ambazo ziliwekwa katika budget. Kuko na royalties, kuna vitu zingine za donors. Some of that money never came. Haikukuja. Na huku tulikuwa tumefanya nini? Tumepangia. So tukiangalia ile budget ambayo tuko nayo sasa, there's a budget of almost 3 billion. Lakini watu hawaelewi. Kitu ingine ni mambo ya pesa from the national government zinakuja but not regularly. Okay. We are supposed to be receiving money almost on a monthly basis. Hapa Kilifi tunaweza kumaliza 3 months hakuna pesa, 4 months bado hatujaletewa pesa. What does that mean? Operations za serikali zinakuwa scaled down. You scale down operations kwa nini? You want to live within your means. So hii mambo mengi ya watu kusema mbona mishahara yenyewe zile ambazo tunalipa wafanyikazi mara nyingi wa bank ndio they give us overdrafts. Okay. Yes, they give us money in advance. Manake hawa wafanyikazi kama hatutawalipa, sikudanganyi kutakuwa na shida kubwa sana. But why do we pay very regularly? Ni kwa sababu pesa tunapewa, pesa zikikuja banks wanachukua zile zao na sisi tunaendelea. And that has been the system. So we are living in a very constrained type of environment in terms of finances. Na tumesema wananchi lazima wajue hizi shida ambazo tuko nazo. Vitu mingi, you see planning is different from implementation. Okay. Very different. We plan very well. In fact, Kilifi County has very good brains, very intelligent people. Watu werevu sana. Tuweke kwa karatasi, this is the budget, this is the CIDP, these are the procurement plans, but implementation requires really money. Yeah. Suppose the really money is not there, kuna shida ziko. So wananchi wajue ya kwamba sisi serikali ya Gideon Maitha Mung'aro tunajua kabisa ya kwamba tuko na shida. Okay. Na tunajaribu kuziaddress zile shida. Umetaja masuala ya bursaries ambazo umekuwa mkidistribute kwa watoto ambao wako shule. Yes. 2300 or 2200. Yeah, these are national school students. Yes. Only. Kuna zile za ward. Kuna pesa zingine zile tunapeleka ward. Kuna mkoba wa governor, kuna mkoba wa MP, kuna mkoba wa women rep na kuna mkoba wa MCAs. Yes. How criteria ambayo mnatumia kuhakikisha kwamba we don't have double allocation ya bursaries? Kuna mtu anafuatilia ama yule mwenye come first serve kwa watoto? We as a government tuko na right ya kutoa zile pesa ama next term tunamtoa kwenye system yetu. Okay. Wakati tulipokuwa na system ya national schools, tulikuja tukagundua kwamba kulikuwa kuna wanafunzi tunawalipia karo, wanalipiwa na KCB, wengine wanalipiwa na Family Bank. So we need to do reconciliation almost on a daily basis. Okay. But mambo ya kusema ati kuna wanafunzi wanalipiwa zaidi it is very normal in any system, but sisi tunasema there's a lot of data sharing, na hiyo ni kuhakikisha kwamba hakuna wanafunzi wanakosa kabisa na wengine wanapata zaidi. But these are hiccups in any system. Okay. You should expect them. Nobody is perfect in this world. Let me tell you the truth, Santu. I'm very smart. I totally agree. There is some degree of inefficiency in me which I cannot remove because I'm a human being. Yes. Mimi sio Mungu, mimi sio malaika. Sasa kama wewe unataka vile your perception to be my perception, I think sometimes you people are messing up. Now, kwa hii project ambayo mnafanya sasa hivi, ya mmeita vijana 700 ambao watafaidika kutokana na umradi wa Genesis Business School. Yes. Now, Regenesis. Yes. How much money county inaweka kwa hii project so that tujue, mimi kama Anita nikitaka kusoma hii, nikitaka kuongeza masomo, naenda mpaka wapi? Je, kuna kiwango cha mtu pale kwenye anafaa kusomea? Je, kuna mahali kwenye ikifika unafaa kuacha? How is the process? Hii program Santuri nimekwambia tuna run na Jumuiya ya Pwani. Yes. Jumuiya ya Pwani is a big organization. Yes. Through the Council of Governors. Yes. Kitu ambao kitu ya kwanza. Tulikuwa hata tukizungumza hapa na CEO wa Jumuiya ya Pwani. Yes. Ni kwamba kuko na watu wako ready kufinance some of these trades. Kwa hivyo we are just opening the doors because we are not going to run this program kama ambaye ni single entity. Yes, single entity. We want to bring in more donors, more financiers, na kama county government nimekwambia pesa tuko nazo za kufund some of these activities. Okay. So we are saying wale wanafunzi tuko na bursaries zile za ward.
4,000 kwa mwezi, si pesa nyingi. Hawa vijana tutatafuta njia either tuwalipie through the World Scholarship Fund ama wale wafadhili ambao tutapata sasa, because ni program ya youth empowerment. We want to empower as many youth as possible. Tuko na donors wengi wale ambao wanaweza kusaidia hawa vijana wetu. Lakini tunaambia vijana kujeni. Hii mambo ya kutafuta wafadhili, kutafuta donors, kutafuta partners, kurun hii program, sisi tutaichukulia kama yes kama very good job, kazi safi sana. Na hata pia kama wanataka kusoma, nita-apply, tukuandikie leo, tutakuandikisha leo, na mimi nitakulipia the first 4,000. Ndio utajua ujuzi. Nitakulipia cash. Thank you very much for your time. Tukimalizia tu, what are the projects that you guys are planning? Kuna vitu gani ambavyo mnapanga nyinyi kama county yenye mngetaka pia sisi tukuje tushikane mkono? Sahi kusema kweli juu ya vijana ama yes, kwa vijana in the department ya education na ICT, ile kitu ambayo tuko nayo sahi, kuna Powerland project. Hii ni project ambayo tulileta ya kutrain vijana wetu on digital skilling. Tulitrain 500 tukamaliza. Sahi tulicruit wengine 500. So very soon tutalaunch mradi. Vijana wanafundishwa kutumia kompyuta wakiwa nyumbani. Kitu ya pili, tuko na wifi project sasa hii. Tuko na budget ya kuweka wifi Mariakani, ya Mtwapa, Watamu, Bamba, Mazingira Park tuko nao tayari. Sokoni tuko nayo. And they're functioning. They are functioning. You can even go now and check. Kama haifanyi, nitakupigia simu tukamwambia come and take me, uniambie hapa nimesimama wifi hakuna. Nitakusort. But we are in the process ya kuhakikisha ya kwamba watu wengi wanaweza pata hizi huduma za wifi as many spot as possible, ili tusaidie hata vijana ambao tutawachukua leo wanaweza kusomea kule ambako wako. Kitu ya tatu, hizi vocational training centers zetu, tumepata wafadhili pia wanataka kutusaidia pia kuweka mambo ya hiyo mambo internet kwa vocational training centers. So very soon hizi 42 vocational training centers zenye ziko Kilifi, tutahakikisha kwamba huko na wifi, vijana wanaweza soma. And the program ambayo tuko nayo sasa, we are going to supply kuna vocational training centers mbili. Tulipeleka 100 laptops. Sasa hii kuna vocational training centers 6. Tutapeleka 300 laptops. So we want to provide laptops to all the vocational training centers through Dario Foundation. Dario? Yes, Dario Foundation. So Dario Foundation wamekuja. Hizi computers tukiziweka kule kwa vocational training centers ama polytechnics, tutahakikisha kwamba watu wale members of the community wanapata chance ya kwenda kutumia, so that the communities or these vocational training centers become digital hubs, resource centers. Wananchi wanaweza enda wanatumia hizo computer free of charge. Tunataka kuhakikisha kwamba Kilifi County becomes one of the tech serve counties. Na tuko na budget kidogo, but tunataka kutengeneza some sort of an innovation hub hapo Mazingira Park. We want to do a structure. Tuanze kuona kumewekwa mabati. Yes. Sasa tunataka tutengeneze pale hiyo ndio itakuwa Silicon Valley ya Kilifi County. The best brains. Kama Santuri, kama ni wakubambanya hatafika hapo. Kama ni Marwa ni wakubambanya hatafika hapo. Tutakuwa tunasema so many number plate. Lakini tunataka tuweke pale pahali wale vijana ambao wako na ari ya kuinnovate wanaweza kwenda pale na wakafanya vitu. We want to have another Silicon Valley in Kilifi. Thank you very much kwa muda wako. Tumeshukuru sana kwa mwito wako mwanzo, and we hope to engage more kwa masuala kama haya, na kama kuna project yoyote usiogope kututafuta. Sisi we are here for you. Ndo nimewaita kwa sababu ya upendo wangu na nyinyi, na pia kupenda watu wa Kilifi, because watu wa Kilifi lazima waambiwe ukweli. Hizi porojo mnasikia huku nje, hawa na siasa mnasikia wanazungumza juu ya serikali. Hizi porojo ni za watu ambao wako available to come and talk to us. You know, now that we know that professor ako available. Tukisikia mtu amesema department uzuri, I am very good with calls when I'm on air. Yes.
Mheshimiwa, nikisikia chochote kuhusu department yoyote, Yes, call me. I am always one phone call away from the main. Jana mulitaka nini? Habari gani? Si niwapeleka kwa chief officer? Yes. So now hivyo ndo huo ndo uhusiano ambao tunao. Watu wanasema ati hospitali hakuna chakula, sijui hakuna madawa. Come and get the real information. Get the real information. Hizi vitu zote ni siasa za watu ambao wanataka kuharibia Kilifi County na serikali ya Gideon Maitha. Let me tell you this. Politics is a smart game. Hospitali kuna chakula? Iko. Okay. Kuna chakula, kuna madawa, na kama pia nao hakuna. Mimi naomba unitafutie, tunamtafuta waziri. Nitakupeleka mpaka hapo. Mimi naomba unipeleke kwa waziri. One of these days, just assume you are sick. Mimi nitakubeba kama bibi yangu, mimi nikupeleka sasa bibi ya waziri. Yes. Lakini waziri tukienda pale kama mimi kama bibi yako, unajua utapoa priority. No, mimi nitavaa vibaya. Sitavaa hivi ndivyo. Nitavaa likofia na lisuruale la kupasuka. Mimi nikubebe hivi tu. We will do that. You see, that will be a natural environment. Yes, so that tusionekane tumeenda pale kama wakubwa. Yes. You are very beautiful and very handsome, but on that day nitakuwa mchafu. Ndio tu treated like another person. Tumeshukuru sana waziri. Thank you so much. And karibuni sana. Please usi hesitate kututafuta. No, mimi ndio kazi yangu bana. Mimi kazi yangu ni disseminate government information. Ukiwa na swali yoyote msikilizaji, itakuwa inanakiliwa vizuri zaidi kuhusiana na hili. Waziri amesema kwamba kwanza sasa hivi there is an existing wifi ambayo inaendelea kufanya kazi. Anasema kuna vocational training center ambapo serikali ya county itahakikisha kwamba ina distribute nani za kutosha, itakuwa ina distribute computer za kutosha, laptop za kutosha, kuhakikisha kwamba ile elimu, sekta elimu hapa Kilifi County inapigwa jeki. Swala la tatu, kuna kwenda kufunguliwa innovation center ambapo akili kubwa za wana Kilifi zile zinafaa zitawekwa pamoja na kila kitu kiende salama. All in all, naam. Kuna ujumbe hapa. Hai, tumepata spokesman wa county. Je, habari zitamfikiaje yule mwananchi wa kawaida ambaye hayupo katika mitandao? George kutoka Kauma. Amesema spokesman atakuwa anahakikisha kwamba zile taarifa ya maendeleo zinatolewa pia zinawafikia. Lakini anauliza kule kijijini mtu ambaye hata hana Facebook hana nini, habari atazipataje? Lakini kuna LCD lane. Umeambiwa kuna screen kubwa sana inawekwa kwenye mtu wa Midoina ambaye hata hajui hata atakuja huku Kilifi lini. LED screen atazionea wapi? Ina maana aliposema swali ameuliza hapa ni nzuri sana. Ni kwamba huyo spokesman wa serikali ya kaunti ya Kilifi ni lazima atembelee katika hizo redio ndo kueleza watu walio chini kama huyu ndugu yangu aliyekuwa hapa akaweza kusikiza. Sawa, tufungulie line za simu. Anasema hapa Ngombeni watoto wanafukuzwa kila siku. Huyu ni Jackson Nyiro. Sasa kwa sababu kwa masuala ya watoto kufukuzwa kila siku, ndio maana wanasema kila mtoto kuanzia huu mwaka financial year watakuwa wanalipwa, kila mtoto ECD atakuwa analipwa 900. Samahani, 0723989989. Upande wa chakula shule za chekechea pia kulikuwa na fununu kwamba kulitolewa pesa wanafunzi wanwe uji, huo uji watu hawajalipwa. Ameazungumza huyu bwana. Kuna watu akazungumza hospitali watu hawali kitu, ni kidheri peke yake. Ameazungumza huyu bwana. 0723989989. Piga simu live, uliza swali lako. Hello, kwa asubuhi. Habari asubuhi hapo. Salama sana. Mgeni wetu Franklin. Ana neno. Ajambo. Naitwa Ngala Katunguu. Mwanzo ningetaka kugonga muhuri wa ukweli kuhusu hawa vijana wa chekechea wanavyotumia digital. Kweli huo mradi unaendelea. Shule gani? Za kaunti yote. Kwa hivyo kila mtoto kaunti ya Kilifi kila mahali sasa hivi ako na tablet. Mimi nikiongea katika hili gatuzi nililo. Uko wapi wewe? Ganze sub county. Kwa hivyo Ganze kuna tablet? Ganze ziko tablet. Okay, ni simu. Ndio. Walidistribute simu ambazo ndio watoto wanatumia. PP1 na PP2. Asante. Hiyo ni kweli. Hapo ndani waliweka tu activities mbili ambazo ni language na mathematics. Tulikuwa tunaomba kama itawezekana waongeze zile activities nyingine.
huyu waziri ni mwalimu na anajua hizo activities ambazo ziko hapo. Hilo ni pongezi pia, lauji pia linaendelea. Okay. Swali langu liko hapa swali la kwanza hapa kwa capitation. Hapa wakati mmoja walikuwa hapo na akasema ni itakuwa hii term, lakini hata kufikia sasa haijakuwa. Lakini nimempata vizuri hapo akiongea hizo shida za county, tumemwelewa. Okay. Kuna hili jambo la sisi tunafundisha na walimu wa P1 ambao wanapata hardship allowance. Nataka muulize waziri, imefikia wapi hardship allowance? Manake tunafanya mazingira sawa na hao ambao wanafanya national government. Hardship allowance. Hardship allowance. Hiyo ni ya ECD. Hiyo ni ya walimu wa chekechea. Okay. Hata lijibu swali. Halafu kuna hii mambo ya kuna shule zingine huku hazina hata kiti kimoja, watoto wanakaa kwa floor. Mfano Mbonga Primary. Mbonga Primary. Wanakaa chini. Ukija upande wa Kauma kuna Mdangarani Primary. Hapa pia hakuna viti kabisa, watoto wanakalia madawati ambao sasa wanashinda kusimama. Okay. Maana ile dawati ni kubwa na mtoto ni mdogo. Hilo waliangalie. Sasa hawa watoto wa Mbonga Primary kama hawana viti, wako na tablets kweli kiongozi? Wako nazo, wanakalia tu, unakaa hivi alafu unashikilia tu hapo kwa mapaja, mtoto anafanya kazi. Okay. Ama asimame aende kwa dawati la mwalimu na mwalimu amuongoze pale na somo linaishi. Okay. Halafu swali la pili linaenda kwa hizi centers ambazo tuko na mother school, lakini hiyo shule iko na madarasa ambayo hayatoshi. Kwa hivyo zile za chekechea zimechukuliwa zikapewa watoto wakubwa. Hiyo nao mnaichukuliaje? Okay. Asante. Hapo naomba atujibu hayo maswali halafu tutaongezea. Asante sana. Huyu ameweka maswali, alikuwa ameandika maswali yake vizuri from question 1 to question 3 ama 10. Watu kama hawa ndio tungependa kuwasikiza kila mara kuweza kutatua matatizo ya Kilifi. Kama itakuwa ni huyu bwana anazungumza mambo kama haya, shida inaisha kwa siku 2. Vizuri zaidi. Maswali yatakuwa yanajibiwa. Haja kashifu kwanza, amesifu kwa ukweli wa account tunapofanya, pia ametia changamoto zake ndani yake ili ziweze kutatuliwa. Shukrani. FM, ladha ya Pwani.